Alinifundisha kitu kinaitwa time. Masaa. Hiyo sitakana. Lakini alikuwa ananiambiaga baba yake wa kiroho alikuwa anamchukia kama shetani. Baba yake wa kiroho aliyemzaa baba yangu kiroho. Baba yangu wa roho si Saroni baba yangu. Baba yangu ni Saroni na amekufa kama tumemwombea wokovu, lakini hakuwa mtu wa kanisa. Sasa anasema baba yangu wa kiroho. Baba yangu wa kiroho. Naomba unielewe. Aliniambia, alinipatia vitu viwili tu, akaniambia usikubali siku yoyote kuwa mtu wa kuchelewa. Hiyo ni moja. Na hiyo nimeshika. Ukiniambia tukone saa 1, ndakuja saa 1 kasoro dakika 20 nikae kwa hiyo kiti, uje unikuta hapo. Kama vile anafanyaga. Lakini akaniambia kitu kingine na mimi nashangaga hiyo kitu kwa nini aliniambiaga. Ananiambia baba yake, naomba uchukue vizuri. Baba yake wa kiroho alikuwa anamchukiaga kufa, anamchukia kama shetani. Anaambia amemfanyia kila kitu. Amemletea blanketi, amempa sadaka, amempa mafungu ya 10, lakini haijambadilisha kumpiga. Anampiga mpaka leo. Sasa hiyo nyingine jasia kwangu. Sema amen. Sema amina. Hiyo nyingine utajasia. Yule aliyeniambia ni baba yangu wa kiroho. Ukitaka nenda kumuuliza, mwambie baba yako wa kiroho ni nani, alikuwa anakufanyaga nini. Hiyo nenda kumuuliza, lakini mimi sikuelezi. Nimekuambia baba yangu wa kiroho. Sasa utajua ni nani na ni nani. Sasa watu wa maili 3. Hata baba yako akipindika mgongo ni baba yako. Hata kama anariaga suruali kabla hajafika kwa choo ni baba yako. Mama yako kama ana neno yote ndio mama yako. Usilete kisirani kama ule msichana ambayo mama siku ya kujifungua katika wiki 2 akienda kujisaidia nyumba ikashika moto. Alipokuja na mazingira kwa nyumba na alijua mbeba huko ndani, alipoambiwa usiingie maana ameshakusha tu, akaingia ndani ya moto, akaenda kanyakua mtoto wake, akalete moto, ikamkula uso, moto ikala matiti, moto ikala mikono, moto ikapunya pua, moto ikamfanya kila mahali akaumia. Shepu yake ya kwanza ikamwacha, akasomesha mtoto kwa shida, na mtoto akakua na akawa mtu wa maana, akawa profesa. Na siku moja mama yake alipoenda kwake mahali anafanyia kazi, akamkana. Ndio wafanyakazi wengine wasijue kama huyu ni mama yao, kwa sababu alikuwa na sura ambayo inafanana na yake, na huyu mama alichomeka kwa sababu yake. Sikilizeni nyama jensi. Sikilizeni. Hata kama unapenda pasta sana, wewe mpenda pasta kuliko mama yako. Na wewe mpenda pasta kuliko baba yako. Utampenda tu unampa ile kiasi yake. Lakini si upende kanisa kuliko mama yako. Wewe mjinga sana wewe. Tagaa kama gari iliyokosa mwelekeo katika pori. Maana baraka nzuri iko na mama yako na iko na baba yako. Kimwacha utawachwa. Pasta akakwambia mpaka kuwekea miguu na utakaa vizuri. Lazima kwanza utale msasi wako mtu wa kwanza na kumpa heshima huyo msasi wako. Huyo wa kimwili, huyo anaambiwa afai, huyo mpende. Hata ukimbeba, yeye amekubeba miezi mingapi kwa tumbo? Miezi ngapi? Mingi, 9. Anakusaka kushika miezi ngapi? 3 hapa ikidhani kama kuku anatamia mayai. Sijui na baridi kaanza kukohoa limoni. Huyo anastahili kupendwa. Hata kama umeenda kuiba muibie kidogo akakule. Kumuona kwenu. Niangalie. Ya kutoa maji ya magengesa kama balbu ya sola. Niangalie mzuri. Kwa jina la Yesu. Haya maneno nasema ni ya maana sana. Kila mtu akaangalia mzazi wake na kupende. Usipenda mzazi wako utalaaniwa wewe. Wewe niangalie, unaangalia kucha. Niangalie. Jina la Yesu. Haleluya. Piga Yesu makofi. Toka kwa duka. Kujeni hapa. Toka kwa duka wewe. Toka kwa duka.